What a coincidence. So unatoka za wapi huku? Unaenda wapi? Mwanzo hata huwezi elewa. Nilikuwa naenda kuona mtu hapo hivyo mbele kidogo. Nirudi kwa kwangu. Hata mimi nilikuwa natembea. Hata wewe unaendelea aje? Na bro anaendelea aje? Tu last time nilikuja nyumbani hapo kwa alirudi. Alikuwa tu hivi. Na leo wako anaweza kuja kumuona ama? Leo wako sijui kama atarudi mapema, but alikuwa ametoka. Pia kaangi home. Sasa ni sawa, lakini kwa unaendelea poa. Hiyo ni poa juu I want to head huku hivi kiasi. Ende nione huyo mtu kidogo. Alafu maybe jioni nikirudi na tapitia huko huko kwenu nione mnaendelea. Haya poa basi. Sawa, wewe tembea vizuri. Take care. Poa. Haya poa. Wakati babaka anapoka hivi kitu tunamheshimu sana. Na mpaka tunamheshimu tulijua kwamba ametuletea kijana ambaye ni mtu atatuongoza. Don't jara bank baby. Ausaidie mtu katika maisha. Nataka nakulia sana. Kuna mtu anapotea hata muonekane nyumbani. Na unamwacha na unajua wewe ndio katika familia. Wewe utakuwa mwanaume katika kijiji ama utakuwa mtu akutegemea kwa na wana. Dad, mwambie ndugu yako. Maisha ya mwanaume katika society inataka mwanaume mwenye ako na mzee nyofu. Mtu mwenye amesimama katika misingi yake. Unasikiza? Sie niongee hivi, ushaondoka na dada yako, tena mambo yaanze kunipata kunyuma tu, ndio nafanya mambo mbaya kwa kweli. Ona chukulia maisha yako. Kweli nitaenda zaidi kubadilisha maendeleo. Mimi nimejaribu kumwambia ni kweli ni mimi kabisa. Wakati nakupa ushauri kabisa nimwambia inafaa uende hivi, mimi nakutegemea wewe mdogo wako. Lakini anielewe kabisa. Nikishaanza kumwambia hapo, yani anakaa kabisa tunakosana. Asifiwe. Amen. Uko mzima? Niko mzima. Na wapi huko sasa? Nilikuwa natembea kidogo hivi nikipiga maraundi hapa hivi. Sasa nirudi mtaa sasa. Hata mimi nimetoka huku. Nilikuwa kwa kijiji kingine fulani hivi. Nimeona huko kuna kijana anaitwa Zombi. Ndugu ya Amina. Amenifanya maneno, amenishika mashati, amenipiga. Sababu ni nini? Bwana, kwa sababu nimepeleka neno la Mungu hapo. Mchungaji, si unajua hali ya sasa ama siku hizi si unajua mambo na huduma inaleta shida. Lakini sasa pepe iko ndani mwao, nitaitoa. Sawa mchungaji. Sasa na mchungaji, na hii area yenyu iko na shida gani? Bwana, unajua tena mara ya kwanza nilikutana na jini. Mara ya pili nimekutana na vita tena ya watu watako nipiga. Lakini sasa sitoki, nimekuja kuleta injili katika kijiji hiki. Halo. Uzombi na mkuta ama ji kama hako. We pasa, usi-cross line yangu, wacha ni mtrace hivyo. Nimekuja kuleta injili ya Mungu. Sasa nimeanza kupigwa vita. Mchungaji, niko na haraka. Nasikia wananitafuta kwa simu. Lakini tutazungumza baadaye. Lakini
Wacha tunataka injili ya Mungu iendelee mbele. Sawa, acha Ile pepo liko katika hawa zombi tutaliondoa. Maybe nikikupea sadaka yangu utaitoa sadaka kanisani, tusiendi sahi kanisa. Nashukuru. Sawa mchungaji. Nashukuru sana. Wewe tutaongea. Nashukuru. Sawa mchungaji. Mungu akubariki. Sawa, ubarikiwe. Abarikiwe nyumba yako. Amen. Amen. Tuonane. Asante. Pastor, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu. Kumbe unakaanga hapa? Hapa ndo nakaa. Uko ndanga tu huko. Kumbe. Asante sana bwana. Mungu akubariki. Niko tu hapa hivi. Unauzaje nyanya? Nyanya hii nauza. Nyanya, omena, waru na maembe. Hata ukitaka nenda kukopesha mimi. Leo kasema kunikopesha. Ama kweli leo ni bahati. Sasa sijui nataka nikusaidia na nini. Nilikuwa nataka unikopeshe unga kilo moja na tomato na kitunguu. Sawa, haina shida. Unauzaje moja? Hii ni 20 bob. Sikupenda kwetu kuwa fukara, nina imani tutafanikiwa. Nilisema 2. Wewe waacha wa. Leo nataka nikupe mpaka ufurahie. Kweli leo ni bahati. Ulisema maembe ngapi? Nilisema moja. Moja tunapima 50. Na unga. Moja. Hizi nakupea 2 na ya kuongeza. Leo ni bahati. Kazi kwa unga sasa. Ila ungumu wa fedha unafanya tunadalilika, ina maana tuna maana, ama baba tumekukosea, tusamehe. Sasa esali ni masiku. Walai ndio nimetoka majuu sasa. Kwa nimekuumiza. Walai. Sana. Sisi ndio badira, yeye alikuwa amenituma hapa hivi nione mzee wa duka kiasi hivi. Sasa ameenda kuniletea unga. Okay, anakuletea unga. Okay, fresh. Mtu wa duka. Habari ya John. Nzuri. Okay, hapa ni duka la store. Okay, nimetumwa na Rayo. Sijui kama unajua Rayo. Okay, amenituma kwa mwanadada huyu akikuja hapa hivi kukopesha kitu ama ukimkopesha you just give her. Haina shida. You will pay. Sawa. Okay, hata ikuwe ni how much sawa. But kwa sasa alikuwa amenipea kama unaweza nipea account kama ya kulipia. Sawa. Uko nayo? Okay, hebu unaweza kunisomea. Leta nikuwekee. Walai. Jamani. Okay. Nimetuma around 10,000 just for utaona chenye utamsort. Sawa. Okay, Sally. Mimi nazidi naenda. Sikai. Okay, sawa. But amesema usikae for long. Odi mkuu. Karibu. Wewe nilikataza ukikuja kwangu ni kiganga usilete hizo mambo. Utafichua siri itakupiga pasi wewe. Asante. Nipe mkono wa kulia. Bana na jambo imenileta hapa kwako. Shida gani? Kuna hata sijakuja na mwenzangu bwana. Ameumia, tulikuwa tumeenda vita hii kijiji kama inakuja na wageni wengi. Na watu wageni na mizimu inataka kafara. Babu tunafanya aje? Babu anasumbua. Yafaa tufanye kitu moja, yafaa tufanye jambo moja kani.
yafaa tule mtu mmoja. Wewe nilikutuma kazi hujakamilisha hadi. Nguvu ilikuwa chini mkuu. Nitakupiga mshale. Nguvu ilikuwa chini, hata mwenzangu aliumia mkuu. Nafaa tufanye juhudi angalau tukaweza urudishie nguvu, tukaweza kufanya msimu, tukaweza kufanya kafara. Mwezi wa 6 tayari mkuu. Hamna shida. Nguvu nitawapa. Ila mkisusia, msipofanya ambacho nimewatuma na waangamiza, basi mimi mwenyewe nitaleta kafara zangu nizidi. Jua elewa, nataka tuwamalize. Suluhisho ipo. Nakupa dawa hii ukampe mwenzako na ulete zile damu zao. Nakupa dawa hii, utatumiza kila kitu itakuwa rahisi. Usipofanikisha shughuli nitakumaliza. Asante mkuu. Acha nimpelekee mwenzangu Salim, najua mwezi wa kafara tayari umewadia. Mimi nampelekea tuweze kutimiza kafara. Safi, usiwe mvivu hadi kidogo. Takupa viboko ukiniangusha. Ongeze nguvu. Hamna shida. Hebu angalia unaoya left man. Mahindi mko wangu tunafanya fiti, lakini nadai unaona tupande hivyo majuu. Mimi nataka tupande tu na mahindi ndio tunaenda. Si ndio? Stock manzi na kwa ziko wingi. Usikiba bana itakuwa ngori mbaya sana. Kwa fiti malai. Si ati bwana hiyo uchawi maana unaona hata hivi bezi. Bwana inakaa tu kwa uchawi. Dada ni ngori. Wallahi. Hapo wachawi wataji. Na udemo anaongea nini bwana? Si mimi nafikiria wachawi ni kwa Afro maana na wachinge tu. Vijana kwa hii kijiji wanajua kweli wachawi hawaongelewi. Ni kama hawajui na wataonyeshwa. Uko bisi tu kwa simu. Za masiku. Kwa salama. Asante. Kidogo tu lakini. Ngoja nikae chini. Haya. Siku hizi hata mkuje kunitembelea. Hata si hivyo. Kitu za hapa na pale. Haya, mimi nikajua mmenivuti. Takuja. Kuna vijana wamekuja kwa hii kijiji, ni wageni. Ati wanaongelea wachawi. Kwa wajui kama wachawi waongelea kwa hii kijiji? Sijui kama unaweza kuwa unawajua. Mmoja hivi mzungu na mwingine hivi mfupi. Unaweza kuwa unawajua. Ama ni Ryan rafiki yangu. Kwa sababu yeye ndio mgeni huku na yeye ndio mweupe peke yake. Jane na hayo. Acha mimi niende nyumbani. Labda ndugu yangu amekuja.
Amina Rabi na Zombi Clinton, maisha magumu bila hata pesa, tunadhalilika. Ama ndo hatuna bahati, tunaumia ohohoho. Ila dada, usiwe na shaka, siku yetu yaja. Nina imani Mola naona tatuletea bahati yetu. Zombi. Yes. Yaani wewe upo tu umekaa hapa. Kuna nini? Ama wewe ni mgonjwa? Yaani na mambo mengi yananisumbua hapa. Na mambo mengi yananisumbua kwa akili yangu. Mambo gani tena jamani? Yaani sister, najua yaani huwezi kuamini haya maisha tunayoyaishi. Nikijaribu kuyaangalia hayafanani kabisa na maisha ya watu wengine. Nimekuwa nikifanya mambo mabaya, nimekuwa nikifanya mambo hayawezi leta faida kwa maisha yetu. Nimekaa chini nikawaza, nikaona ni bora niende nifanye maisha yaliyo sahihi, maisha yanayoweza kutusaidia sisi. Afadhali kaka, mbona umefikiria hapo zaidi ya wanaume? Umefikiria kabisa. Kwa hivyo unaonaje? Nina rafiki yangu mwingine tulikuwa tukikaa na yeye, tulikuwa tukisoma na yeye pale chuo. Aliniambia kuna kazi, lakini kazi yenyewe sio kazi tu, yani ile kazi ya maana, lakini ni bora niende nikajishikilia pale nikisubiri kazi nyingine. Na hivi karibuni ikitokea mimi naenda sister yangu, nitakuaga kwa muda mfupi, niende nijipange. Itakapofikia wakati tuanze kujipanga pia nasi, tufikie mahali tukue kama watu wengine, kwa sababu haya maisha tunayoishi, angalia, tunaishi maisha ya upweke. Majirani wanatucheka nini, haya watu hata pia mimi mwenyewe yani naona aibu, najionea aibu sister. Kwa hivyo ni kazi ya kwenda kuishi huko. Mimi nikajua labda ni kazi ya kwenda na kurudi. Sasa hapa mimi unaniacha na nani? Ndio sababu bado nina mpango. Acha tuone vile kitavyokuwa. Tajua venye nitakupanga sister. Haya. Ni vizuri tena. Unafanya vizuri kufikiria kitu kama hicho, kwa sababu vitu ambavyo ulikuwa unafanya mimi sikuwa navipenda kabisa. Na kama umefikiria hivyo basi, mimi nashukuru sana kakaangu. Bora uende uwe mwaminifu huko, uachane na mambo ya madaradi, uache kabisa, ukuwe mtu mzuri mwaminifu. Sawa kakaangu? Hapo mimi nakupongeza. Hata mimi nakuaminia sister. Usiniangushe. Na nakupenda sister yangu. Haya, asante. Basi acha mimi nishikane na shughuli zangu huko nje. Haya, nashukuru. Wewe Zombi. Poza. Umechill sana rada ni gani? Mimi sio mgonjwa. Si ati ni fresh. Unajua nilikuwa nimekamkucheki tuchome. Lakini si hapa ndani. Situfike nje tuwajibike. Cha tuondoke kwa sababu na maneno hata nilikuwa nataka kuchapia hivi. Yangu utachoma ama? Siko sawa kabisa kwenye masuala na kuchoma saizi. Haya mambo ya kuchoma, kweli mwili wangu umekataa kabisa. Mwili wangu na miadarati kwa sasa umekataana kabisa. Wacha. Yaani mambo ya kuchoma kakaangu, maamua kuyaweka pembeni. Kwa nini naenda waditicha huko? Najua vitu change. Kuna muda mambo hubadilika. Nimekaa chini hivi nikawaza kwamba maisha tunayoyaishi kwa sasa, kila mtu anayekuja kwako anakuja kuambia yule Zombi
amechoma sijui mvuta bangi hivi, amepita hapa akayabeba mabati yangu, amepita hapa akayabeba, amefanya nini? Najua yapendezi kakaangu. Si ati. Sasa mimi ningefurahi niende mahali nikafanyia kwa kazi, pia mimi nikanunua vitu vyangu. Najua saa hii naelekea mahali pia mimi nitafika mahali niwe na familia yangu. Umepata connection ya kazi au ski? Sasa wewe fanya aje? Ukifika huko music ni sahau. I promise sindio yangu. One blood kipatikana lazima tule wote, si ndio? Nashukuru. Wacha mimi nizidi hivyo. Ajuendo teacher na umefariki kuchoma. Lakini kuna alafu kaka, mambo salama sana. Ariana alisema rafiki yangu anakuja kukuonana na wewe. Kwa hivyo usiondoe kama hajafika tafadhali, sawa? Hizi riba za wageni mimi sipendi. Tuonane rafiki yangu. Lakini ndugu yangu, nakutafuta baadaye. Very young. Sasa Poa. Okay, ndio brother yangu. Alafu huyu ndio rafiki yangu. Nataka kuonana na wewe. Habari ya mzee? Niko fresh. Wewe uko salama? Sasa mimi ndio rafiki yake Nina, na leo nimekuja kuwatembelea juu ni muda nikujanga hapa ukwangi. Sasa nasemanga tu umeenda tu vichochoro. Leo ni mama nikuja nikutembelea hapa. Kama ni good news ni wajenge, bad news ni wajenge, lakini leo nimekaa kuwatembelea nijue mnaendelea aje. And by the way, nilishukuru mahali akuja kwa shop, nilikuwa ukanilipia pesa. But nilishukuru by sasa inachukua tu vitu free. Hiyo ni kidogo. Si unajua nilisema kaa niko kuteseka. Ilikuwa mapito tu. Ni bahati. Ni Mungu alikuwa amesema ikuwe hivyo. Bro, huyu Ryan, hizi vitu tunakulanga hapa most ina nalipia. Leo kwa shop akanilipia kila kitu. Tunachukua tu vitu free. Ama hujafurahia? Kwanza karibu. Asante. Ndio brother wako? Mimi ndo namfuata yeye. Okay. Ni sawa, asante kwa kujua. Mimi hata mimi nimeshukuru. Kwanza mimi wananiita hapa Zombi. Wewe nimekuwa nikikusikia wakikuita hapo Ryan. Na nimeshukuru sana. Kama wewe ndo rafiki yake dadangu. Nimeshukuru sana. Nimekukaribisha pia nyumbani. Asante. Mimi ningeweza kwa hali kidogo niwatafutia hata tukiwa Tumaini niwachomee hivi yani mle. Niko sawa. Nimekuja kama niko sawa. Hamna nisikusumbue. Alafu hujai kula huku. Lazima ule kakitu. Kwa sasa hivi kwa kuja Afaa nimpeleke mahali kidogo. Lakini nitakula siku nyingine. Wewe ndo brother wako? Mimi na sawa. Nakula siku nyingine. Si nyinyi mbaki vizuri. Acha ukae. Nitakaa siku nyingine. Wallahi. Okay. Na kulikuwa na kazi nilikuwa nimesikia mahali, lakini acha ndio inform siku nyingine. Sawa, wewe mbaki salama. Hata angekusindikiza ama sawa. Haya. Amina Rabbi. Huyu ni mwanaume aina gani? Yaani tulimuibia na hata hajaniuliza chochote. Ama amenisahau. Lakini cha ajabu zaidi na cha kushangaza, yeye ndiye anayetusaidia humu ndani. Ila dada usiwe na